Yes, natumani kwa ni wazima wa afya na karibu kwenye taarifa za leo asubuhi. Bila kupoteza muda, tukianza na mapigano yaliyotokea kati ya makundi ya kimaimai mawili ya wazalendo huko Fizi, na kuwa hali ya mvutano ilitawala Jumanne jioni tarehe 11 Agosti mwaka huu eneo la Bashikalangwa kufuatia mapigano yaliyohusisha makundi mawili ya maimai. Mapigano haya yalihusisha wapiganaji wa SNPCC chini ya uongozi wa Maimai William Yakutumba na wanachama wa Veloze Shambuke au FABB katika eneo la Lukumba, ndio sehemu waliopigania. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa ndani ya milimani ya Fizi vilivyopasha habari Mzuzayo TV alisema kuwa mvutano huu ulianza baada ya afisa wa eneo hilo Alonda anayejiita Alinda kufanya operation ya kuondoa vizuizi au barieri kadhaa ya barabara vilivyowekwa kinyume cha sheria, ambapo vinatoza raia kodi zisizo rasmi zilikuwa zikitozwa. Ndio Alinda akafanya hiyo operation na kuondoa vizuizi hivyo vilikuwa vikisababisha usumbufu mkubwa wa kiusalama na kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Na baada ya kufanikiwa kuondoa vituo viwili katika eneo hilo, msafara wa Alinda ulivamiwa ghafla kwa kushindikizwa, ambako kuna daiwa kufanywa au ambushi ifanywa na wapiganaji wa kundi la Veloze Shambuke. Ndio hapo mapigano yakaanza, mapigano yakatokea, walipigana na mapigano hayo yalisababisha hofu na taharuki miongoni mwa wakazi wa maeneo ya jirani, ambapo walilazimika kusitisha shughuli zao na kubaki ndani ya nyumba zao kwa tahadhari. Na kwa mujibu wa taarifa nasema kwa wanajeshi wawili maimai wawili wa upande wa Shambuke waliumia wengi na wengine wawili kufariki, na upande wa uongozi wa SNPCC hawajatoa chochote, hawajatoa tamko lolote, na upande wa Veloze Shambuke pia nao hawajatoa chochote au mwangaza wowote kuhusu hayo yaliyotokea. Na tukielekea mjini Bukavu ni kuwa kwa niaba ya serikali ya M23 Benjamin Mbonimpa awekwa rasmi kamati mpya za uongozi wa taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu. Ikiwa katika ziara rasmi katika mkoa wa Sud Kivu, katibu mkuu wa serikali ya M23 Benjamin Mbonimpa Jumatano tarehe 12 kwa jana Agosti aliweka rasmi katika nyadhifa zao wajumbe wa kamati mpya ya uongozi wa taasisi za kielimu ya juu na vyuo vikuu katika jiji la Bukavu. Taasisi hizo ni ESP, STM, OEB na ISDER na ISAM, ambapo viongozi wapya walipewa nyadhifa hizo na uongozi wa juu wa serikali ya M23. Na tukielekea Uvira ni kuwa kwa wiki kadhaa sasa makumi ya wajane na wanajeshi kutoka Bukavu, Goma na Ruchuru wamekuwa Uvira, wanadai kulipwa mishahara ya waume zao ambao wamekatishwa tangu kuwasili kwa serikali ya M23 kukomboa miji kadhaa katika eneo la Sud Kivu na Nord Kivu na katika mashariki mwa nchi. Na kwa kukosa fedha hizo mahitaji muhimu, wanaishi katika hali ngumu sana. Wanajeshi hao wanajeshi wa FARDC waliokimbia walioko ndani ya mji wa Uvira wanasema walipofika Uvira wakiwa na mizigo michache binafsi, na baadhi yao wakiwa wameandamana na watoto wao. Wanawake hao walitarajiwa kupata majibu ya haraka kutoka kwa utawala wa kijeshi, na hata hivyo hadi sasa hawajapewa suluhisho lolote la concrete, na wanasema kuwa wanalala nje bila makazi, na baadhi yao lazimika kulala katika vibanda ya muda ambavyo vimegeuzwa kuwa sehemu za kulala. Na mmoja wao alisema kuwa alitoka Bukavu, anaeleza kuwa mshahara wa mume wake umesitishwa kwa mwaka mmoja na miezi 6. Alisema, nilikuja hapa nikiwa mgonjwa, nalala nje na kupata chakula ni vigumu sana hapa Uvira, na mahali mnaniona hapa ndipo ninapolala, miguu yangu hairuhusu tena kutembea, anasema huyo mjane. Na wanawake wazee na watoto wachanga bila msaada. Mwanamke mwingine kutoka Bukavu alieleza hali imekuwa ngumu ya kuvumilia. Anasema, wengi wetu ni watu wa umri mkubwa, tunalala kwenye vibanda na tunapata shida kupata chakula. Wakati mwingine hata kwenye
Hata watu wenye mioyo wa kusaidia hutupa franka 500 za Kongo ili tununue mandazi, na tumechoka na mateso haya na tunataka mishahara ya waume zetu, anasema mjane huyu. Na kwa mujibu wa shuhuda zilizokusanywa ni kwa wanawake wengi waliopo Uvira wanategemea kabisa msaada wa watu wenye nia njema ili kupata chakula na matibabu. Baadhi yao wanasema kuwa hawana hata fedha za kulipia usafiri wa kurudi Bukavu au Goma. Wajane hawa wanatoa wito kwa mamlaka husika na wanataka mambo matatu: kulipa mishahara yote ya nyuma ya wanaume zao, kupatiwa huduma za matibabu, na kwa wale wanaotaka kurudi walikotoka kusaidia usafiri wa kurejea. Idadi yao pamoja na hali yao ya udhaifu, hasa kutokana na kuwepo kwa wanawake wengi, wazee na watoto wachanga, inafanya hali yao huko Uvira kuwa katika wasiwasi zaidi. Na huko Kinshasa ni kwa Felix Tshisekedi anaandaa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani na ujenzi upya wa taifa, na Kinshasa inaendelea na maandalizi ya kuitisha mkutano wa kitaifa. Makanisa ambayo yanatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya mchakato huo yameonyesha wasiwasi kuhusu namna mazungumzo hayo yatakayopangwa. Na kwa mujibu wa taarifa za Jeune Afrique, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tshisekedi aliwakutanisha tarehe 8 Agosti wawakilishi kadhaa wa madhehebu ya kidini pamoja na baadhi ya washirika wake wa karibu, akiwemo Anthony Kizo, Patrick Muyaya na Fortuna Biselele. Lengo la kikao hicho lilikuwa kujadili na kuweka msingi wa mkutano huu wa kitaifa unaokuja. Na wakati huo kamati ndogo inadaiwa kufanya kazi kwa siri kuhusu maandalizi ya mkutano huu. Kamati hii inatajwa kumjuisha Jean-Charles Okoto, Adolphe Lumanu Abeteo na Wivin Moleka na Sami Wadibanga. Mradi huu umepewa jina la mazungumzo ya kitaifa kwa amani, mshikamano na ujenzi upya wa taifa, lakini bado uko katika hatua ya maandalizi. Natarajiwa kuwa Rais Felix Tshisekedi atatoa hotuba hivi karibuni ili kuitisha rasmi mkutano huo, na kamati ya uongozi itawekwa kwanza ikifuatiwa na kamati ya maandalizi. Makanisa yanatarajiwa kuwa na nafasi muhimu katika mchakato huo, huku ukiwa na uwezekano wa kusaidiwa na mpatanishi wa kimataifa. Hata hivyo, mpangilio huo tayari umeanza kuibua mashaka. Senko na SSS zimeripotiwa kueleza kutoridhishwa na mfumo wa mazungumzo unaopendekezwa kwa sasa. Na jana ndani ya mji wa Kinshasa kulikuwa na maandamano yakiunga mkono Chilombo, wakitaka mabadiliko au wakitaka katiba mpya. Na jana Mombasa kulikuwa na vile morte kutokana na mauaji ya ADF. Na ni hayo ndugu zangu, na washukuru. Mungu aendelee kuwalinda. Ni hayo machache, mengine nitawajuza ndani ya group. Sasa Mungu awabariki.